wakijaribu kubomoa kwa sababu hizi duka zimefanywa partition na plywood. So wakijaribu wakabomoa, na unajua askari walikuwa pande ya pale Stanley, walikuwa wamepanga line wakizuia jenzi wasipande juu. Kumbe hao walikuwa huko, walikuwa tu waizi peke yake, hawakuwa majenzi, walikuwa waizi, walikuwa na matarimbo. Sasa hao wamekaa wakibishana na polisi, hao wako nyuma wanabomoa maduka. So mimi kile nilifanya tu ni kukimbia, nazunguka imenti na pande ile nyingine, na waita kujeni muone wana loot pande hii. But kuna askari wadogo walikuwa wanajaribu kukimbia, wanakimbisha wakikuja hivyo wanateremka. Sisi wakiteremka wanaacha. Tena baada ya kitu kama 10 minutes 20 minutes hivi wanarudi tena. Hivyo mpaka ikafika kitu kama saa 11. Hata mwingine alinikaba na kaninyang'anya simu. Hata nimetoka polisi saa hii. Alinikaba akaninyang'anya simu akiwa na kisu. Ndio hii abstract yangu. Endelea. So wale watu walikuwa wengi sana. So ikifika kitu kama saa 12 na nusu, saa 11 na nusu kuelekea saa 12, ndio I think wale majenzi walikuwa wanaandamana kule juu walikuwa wameisha. Sasa ndio maskari sasa wakateremka huko na Land Cruiser. Sasa walikuwa wanawakilisha na Land Cruiser. Na wakati walikuwa nakimbia hivi, kuna wengine pia walikuja, nikapata polisi pale, nikawaambia wana loot hapa tena, kujeni. Wakasema tumemaliza tear gas na tumemaliza risasi, hatuwezi kuuza. Sasa ikifika kitu kama saa 12 naelekea saa 1, sasa kulikuwa kumetulia, kwa maduka zilikuwa zimefunguliwa, zilikuwa zimevunjwa. So you lose how much did you? Huwezi sema ni how much, kwa sababu ni duka mzima imebomolewa, na duka zetu ni kama 3 million. Yeah. So unaambia government nini? Sisi tunaomba government kama wanaweza wajaribu kuweka lockdown wakati kuna maandamano. Waweke lockdown kwa ma estate, watu wasiingie ndani ya town, kwa sababu tunaumia sana. Sisi tunaumia mahali ya tuko. Sisi ndio na biashara hapa town, na hiyo ndio tegemeo letu, na sisi hatuendi maandamano. Sasa kila time maandamano ikitokelezea ni sisi tunaumia, maandamano ikitokelezea ni sisi tunaumia. Kama kuna mama hapa duka yake sasa imebomolewa mara 2 wakati wa maandamano, kila kitu inaenda. Sasa ningeomba tu serikali wajaribu waweke, wakijua kuna maandamano waweke lockdown kwa ma estate, watu wasiingie town. Maandamano ifanywe huko kwa estate, sio katikati ya town mahali kuna biashara zetu.